Safina. Yaliyokuwako ndiyo yatakayokuwako, na yaliyotendeka ndiyo yatakayotendeka, wala jambo jipya hakuna chini ya jua. Haya si maneno yangu, ni maneno ya mtu aliyejaliwa hikma, akili, maarifa, utajiri na vitu vyote vya thamani kwenye hii sayari ya dunia. Huyu ni miongoni mwa mtawala ambaye vitabu vitakatifu vya Torati, Biblia na Qur'an tukufu vyote vinasadiki habari zake, na dini za Uyahudi, Ukristo, Uislamu, Rastafarian na nyinginezo pia zinatambua ukuu wake. Sasa ni nani huyu mfalme aliyekuwa na akili kuzidi wote ulimwenguni? Ni nani huyu mtawala aliyekuwa tajiri haijawahi kupata kutoka mtu tajiri zaidi yake? Na ni nani huyu miliki aliyemiliki vitu vyote vya thamani katika huu ulimwengu, hata wanawake wazuri, ndege, wanyama wa mwituni, majini na madini na vitu vya thamani vyote vilikuwa chini ya miliki yake? Huyu ni mfalme Suleiman, mwana wa Daudi, ambaye maandiko yanasema alikuwa ni mfalme wa tatu na wa tamati kutawala ufalme wa kale uliounganishwa wa Yuda au Israel, akiwa nyuma ya mfalme Sauli na mfalme Daudi baba yake. Na ametajwa katika Biblia na vyanzo vingine kama mmoja wa watawala wenye akili zaidi ulimwengu wa kale, kwani chini ya utawala wake uhusiano wote wa kibiashara ambao wakati huo ulikuwako huko Asia uliimarishwa katika jimbo lake. Watawala kutoka milki ya kale kama Mesopotamia, Uajemi, Babylon, Assyria, Damesk, Meka, Yemen, Sheba ambayo ni Afrika na Ethiopia sasa, India na hata Uchina walitoka katika falme zao wakiwa wamejaza magari yao na vyombo vyao madini ya thamani na kumpelekea huyu mfalme katika tawala yake pale mji wa Yerusalemu. Na Bwana Suleiman alianzisha meli zake mwenyewe ambazo merikebu zake zilienda safari za mbali, walirudi wakiwa wamejazwa dhahabu, kazi za sanaa adimu, vitu vya thamani, hariri na vitu vingine vingi. Hayo yote hayakuwa rahisi, bali iliwezekana kwa hekima yake. Na hekima ya mfalme Suleiman inahesabiwa pia kama mwandishi wa maandishi ya Biblia, ikiwa ni pamoja na kitabu cha Mithali, wimbo ulio bora, Mhubiri na kitabu cha hikma cha Suleiman. Lakini pia anasemwa kuwa mtawala mashuhuri, mwanafalsafa katika kiti cha ufalme aliyejitukuza kwa usemi. Ukiachana na hayo, alikuwa mwanahisabati, mhandisi na zaidi ya mdadisi. Miaka 3000 iliyopita chini ya utawala wake, huyu mfalme mwenye hikma, watu wa Israel waliishi kwa amani kuliko wakati mwingine wowote, na hapakuwa na vita na taifa lolote. Ilikuwa ni tofauti na kipindi cha ufalme wa utawala wa Sauli pamoja na Daudi. Na hadithi inasema kwamba Suleiman alikuwa na nyumba ya wanawake 1000 kutoka majimbo jirani, ambapo baadhi ya wasomi wanaamini kwamba huu ulikuwa ni ujanja wa mfalme Suleiman, kwamba upatanishi huu haukuwa utashi tu wa mfalme, bali mkakati wa kisiasa na kidiplomasia wa kuweka amani na mataifa jirani, kwa sababu mfalme ameoa wake wa kutoka mataifa jirani. Basi hayo mataifa jirani itabidi wawe rafiki na mfalme Suleiman na wasishambulie taifa lake. Sasa nadhani tuanze rasmi kumjua kwa undani ni nani huyu mfalme Suleiman na ilikuwaje akawa mfalme. Historia ya Suleiman katika dini ya Uislamu inahadithiwa kuwa ni nabii na mfalme. Kama ilivyoandikwa katika kitabu cha Uyahudi na Ukristo, mfalme Suleiman alikuwa ni kati ya watoto wa kiume 7 wa mfalme Daud, ambapo sababu iliyomfanya Daud kumpa ufalme mwanae huyu ni kwa sababu aliona nuru ya imani, utukufu na uchamungu iking'ara kwa mwanae huyu. Na enzi ya utawala wake Nabii Suleiman alikuwa na baraza la mawaziri ambalo lilikuwa na binadamu na majini.
Waziri mkuu wake upande wa binadamu alikuwa anaitwa Asif Barkia, na waziri mkuu mwenza upande wa majini alikuwa anaitwa Afrit. Kwa mujibu wa dini ya Uislamu, Nabii Suleiman alayhi salam alizaliwa mwaka wa 1154 kabla ya kuzaliwa Nabii Isa bin Maryam. Quran imelitaja jina lake katika aya zipatazo 16 na inaeleza kuwa mnamo mwaka wa 1186 kabla ya kuzaliwa Nabii Isa, Suleiman alipewa kiti cha ufalme na akalihutubia taifa lake akisema, enyi watu wangu, fahamuni Mwenyezi Mungu amenitukuza, amenifunza lugha za wanyama na amenipa ufalme wa ulimwengu mzima na amenipambanulia ishara za lugha za wanyama. Neema hizo na utajiri aliopewa Nabii Suleiman alineemeshwa na Mwenyezi Mungu tangia enzi za baba yake Nabii Daud alayhi salam, ambapo baada ya kufariki dunia mwanaye Suleiman bin Daud akavaa pete ambayo iliandikwa jina tukufu la Mwenyezi Mungu. Ndege makundi kwa makundi wakawa wanamsogelea Suleiman wakimrukia rukia na kujazana juu ya kichwa chake kwa namna ya kumtengenezea kivuli cha kumkinga na jua, na wakawa wanamzunguka kichwani mithili ya vipepeo. Quran tukufu inaeleza kuwa hata upepo ulikuwa chini ya udhibiti wa Nabii Suleiman, kwani ulikuwa unakinyanyua juu kiti chake cha ufalme pamoja na jengo zima na hadhira za viumbe waliokaa ndani yake, kiasi kwamba hakuna aliyepata msukosuko katika upaji huo, na safari ya hewani ya jumba hilo ilichukua hata mwezi mzima. Kisa cha hikma na akili kwa Nabii Suleiman ndani ya Quran tukufu kunasimuliwa kuwa siku moja aliambiwa na Mwenyezi Mungu, Suleiman, taka chochote unachotaka, ombi lako litakubaliwa na nitakufanyia fadhila. Naye Suleiman akasema, Mola wangu, umenineemesha ufalme wa kumrithi baba yangu, na sasa naomba hikma na busara kutoka kwako ili niweze kutengeneza mambo ya watu na kuwaongoza katika njia sahihi. Mwenyezi Mungu akamjibu, ewe Suleiman, kwa kuwa hukuniomba mali na maisha marefu, basi mimi nitakujalia hikma, busara na mali ya kiasi ambacho hakupata kuwa nacho binadamu yeyote hapo kabla na hata kuwa nacho binadamu yeyote baada yako. Hakuna mtu atakayefikia daraja yako, nafasi yako, hadhi yako na utukufu wako duniani. Mwenyezi Mungu mtukufu akamjalia Suleiman hikma, elimu, unabii na ufalme. Wanyama, majini, hayawani wa mwituni, mazimwi wote walithibitiwa kwa amri yake. Suleiman alizijua lugha za ndege, wadudu na wanyama, haijapata kuwahi kutokea kwa mfalme yeyote yule. Jambo kuu jingine linalohadithiwa ni ujenzi wa Masjid Al-Aqsa, ambapo inaelezwa wakati wa Nabii Daud Masjid Al-Aqsa ilikuwa imeshabomoka, ingawa aliamrishwa Daudi kujenga tena. Alipoanzisha ujenzi mara mauti yakamjia, na jukumu hilo likamwangukia mwanawe Nabii Suleiman, naye akalifanyia kazi jukumu hilo kwa kusimamia ujenzi yeye mwenyewe kwa kutumia uwezo aliojaliwa na Allah. Alipokuwa Nabii Suleiman anaendelea kusimamia ujenzi, alimuomba Mola dua maalum ambayo hakukubaliwa kila mtume anapoomba dua hiyo. Kulingana na hadithi iliyopokewa na Abdallah ibn Amri kuwa mtume alisema, Nabii Suleiman alimuomba Allah vitu vitatu. Kwanza, aliomba awe na uwezo wa kutoa hukumu ambayo Allah ataiafiki. Pili, awe na ufalme ambao hatapatiwa mtu mwingine baada yake. Tatu, yeyote atakayekuja ndani ya Masjid Al-Aqsa kwa nia ya kuswali tu, basi afutiwe madhambi yake yote na arudi kuwa msafi kama alipozaliwa na mama yake. Sasa wale wenzangu na mimi mnaoenda nyumba za ibada mkiwa na mambo mengi kichwani na sio ibada, hapa ingekula kwenu. Baada ya ujenzi kukamilika, kasha tukufu la manabii
ambalo lilibebewa maneno ya Nabii Musa alayhi salam yaliyoandikwa kwenye jiwe pamoja na vitu vingine vya thamani vya manabii waliotangulia, likaingizwa ndani ya msikiti huo kwa heshima na utukufu mkubwa. Inahadithiwa malaika wakiwa juu ya kiti cha dhahabu ndio walioweka kasha hilo tukufu, ambalo lilibebwa kwa mkusanyiko wa mbawa zao na likawekwa juu ya mbawa zao na likafikishwa ndani ya msikiti wa Al-Aqsa. Kisha Nabii Suleiman akasujudu kumshukuru Mwenyezi Mungu kwamba alikamilisha ujenzi wa Masjid Al-Aqsa na kurudisha jiwe la maandishi ya Nabii Musa. Akachinja wanyama na kufanya karamu. Baada ya kukamilisha jengo la Masjid Al-Aqsa, Nabii Suleiman inaelezwa kisha akaziweka Yemen na Hindustan chini ya himaya yake, akaziweka mikononi mwake tawala za pwani ya Euphrates hadi kwenye mipaka ya Misri pamoja na maeneo makubwa ya Syria na kuunganisha ufalme wake. Labda nikwambie jambo tu, licha ya utajiri wa watu wa sasa pamoja na teknolojia kuwa juu zaidi, lakini Qur'an tukufu inaamini hakuna binadamu yeyote duniani ambaye anaweza kufikia ufalme wa Nabii Suleiman au aliyewahi kufikia utukufu huo, kwani hekalu lake tu lilipigwa ripu ya dhahabu nje na ndani na likanakshiwa maua ya lulu na almasi. Sakafu la hekalu lake likasakafiwa na maji chini, lakini juu kulikuwa na kioo. Sasa ni tajiri gani wa leo anaweza kuthubutu kufanya hayo? Huyu ndio Nabii Suleiman katika Uislamu aliyepewa na Allah unabii na ufalme. Katika Uyahudi na Ukristo kupitia Agano la Kale, kitabu cha kwanza cha Wafalme, Mfalme Suleiman anahadithiwa kuwa alikuwa mtoto wa Mfalme Daud na Bathsheba, mke wa kwanza wa Uria Mhiti, aliyekuwa ameuawa na Daudi ili kuficha dhambi yake na Bathsheba pale mumewe alipokuwa vitani. Kwa ufupi hapa ni kwamba Mfalme Daudi alitenda dhambi ya kutoka na mke wa mtu ambaye alikuwa ni askari wake Uria Mhiti. Na maandiko yanaeleza kuwa huyu hakuwa mtoto wa kwanza wa Mfalme Daudi, kwani inaelezwa Daudi anapokuwa mzee na mgonjwa, Adonia mwana wa mkewe Hagithi alijitangazia kuwa ni mfalme. Lakini kwa sababu ya ahadi ambayo Daudi aliweka kwa mamaye Suleiman, Bathsheba anaagiza kuhani Sadoki amwage mafuta kichwani pa Suleiman kuonyesha kwamba Suleiman atakuwa mfalme. Mara baada ya hayo, Daudi anakufa akiwa na miaka 70 na alitawala kwa miaka 40, na sasa akamwachia Suleiman kuwa ndiye mfalme wa Israeli. Na Suleiman alipokuwa kijana alikuwa ni mtu wa kumpenda sana Muumba wake, akisikiliza shauri la babaye Daudi aliyemwambia, uwe hodari, ujionyeshe kuwa mwanaume na kuyashika anayotaka Bwana Mungu wako. Enenda katika njia zake na kuzishika amri zake na amri, sheria na matakwa yake, kama ilivyoandikwa katika Torati ya Musa, hivyo ili ufanikiwe katika kila ufanyalo na kila uendako. Naye hayo aliyashika na kuyatenda hadi Yehova anapendezwa naye. Kijana Suleiman siku moja inahadithiwa kuwa alikwenda kwenye kilima karibu na Yerusalemu ili kutoa dhabihu kwa Mungu na kumshukuru. Usiku huo Mungu alimtokea katika ndoto, anamwambia Suleiman, ungependa nikupe nini? Suleiman anajibu, Yehova Mungu wangu, mimi ni mchanga sana na sijui kutawala, basi unipe hikma ya kutawala watu wako vizuri. Na Yehova anapendezwa na ombi la Suleiman, akasema, kwa sababu umeomba akili wala si maisha marefu wala mali, nitakupa akili nyingi kuliko watu wote, lakini nitakupa mali na utukufu pia, ingawa hivyo hukuniomba. Alipoamka asubuhi na kusikia ndege wakilia na kutambua walichokuwa wakisema, Suleiman alitambua kwamba ndoto hiyo ilikuwa kweli, na inaelezwa Suleiman hakuelewa ndege na miti tu, bali hata minong'ono ya majani na mtu binafsi. Yani hapa kwa wale wambea wa leo ambao mnajifanya kunong'ona,
mfalme alikuwa anasikia kila kitu. Na mojawapo ya hadithi maarufu zaidi zinazohusiana na hekima ya Suleiman ni hadithi ya wanawake wawili wanaopigania haki ya kuwa mama wa mtoto. Mwanamke mmoja anamuuliza mfalme, mwanamke huyu anakaa nami nyumba moja, nikazaa mtoto wa kiume. Siku 2 baada ya hapo naye akazaa mtoto wa kiume. Ndipo usiku mmoja mtoto wake akafa, lakini nilipokuwa nimelala akamuweka mtoto wake aliyekufa karibu nami, akamchukua mtoto wangu. Nilipoamka na kumtazama mtoto aliyekufa, nikaona si mtoto wangu. Ndio yule mwanamke mwingine akasema, sivyo, mtoto aliye hai ndiye wangu na aliyekufa ndiye mtoto wake. Mwanamke wa kwanza naye ajibu hivi, sivyo, mtoto aliyekufa ndiye wako na aliye hai ndiye wangu. Wanawake hao wakawa wanajibizana mbele ya mfalme. Kisha mfalme akaamua kesi, akaitisha upanga. Unapoletwa akasema, mkate mtoto huyo aliye hai vipande viwili, umpe kila mwanamke nusu yake. Mwanamke mmoja wa kwanza akasema, sivyo, ambaye ndiye mama wa kweli wa huyo mtoto, huku akiwa analia akasema, tafadhali usimuue mtoto, mpe yeye mtoto hai. Lakini mwanamke yule mwingine akasema, usimpe wala mmoja wetu, mkate tu vipande viwili. Hii ndio ile ya mtaani kwamba heli tukose wote kitumbua kiingie mchanga. Mwishowe mfalme Suleiman anasema hivi, usimuue huyo mtoto, mpe huyo mwanamke wa kwanza, ndiye mama yake wa kweli. Suleiman anajua hivyo kwa sababu mama wa kweli amempenda mtoto sana sana, hata anataka kumpa mwanamke mwenzake mtoto wake akiwa hai, asiwe ameuawa. Baada ya kutatua tatizo hilo, habari za mfalme Suleiman zilivuma na kufika hadi kwa Malkia wa Sheba ama Balkis kama anavyotambuliwa katika kitabu cha Qur'an tukufu, na zikafanya wafalme na malkia wa falme mbalimbali kuacha falme zao kuja kushuhudia hikma za mfalme huyu mwenye akili kuliko wote duniani. Na kwa sababu ya kutenda mambo yaliyompendeza Mungu wakati wa kutawala kwake Suleiman, Mungu aliwabariki hadi watu wake aliowatawala kwa kufanya udongo uzae ngano na shairi tele, zabibu, mizaituni na tini na vyakula vingine. Watu walivaa mavazi mazuri na kuishi katika nyumba nzuri, kila mtu na kila kitu kizuri kwa wingi. Yaani kwa ufupi, Mungu alimbariki Suleiman na hata watu wake kutokuwa na shida kipindi cha utawala wake. Na kulingana na Biblia, kabla Daudi hajafa, alimpa Suleiman ramani ya Mungu ya kumjengea hekalu la watu wake kumwabudu. Katika mwaka wa 4 wa kutawala kwake, Suleiman alianza kujenga hekalu hilo, na lilimalizwa baada ya miaka 7.5, na lilipambwa kwa madini yote ya thamani: dhahabu safi, lulu, almasi, fedha, vito na vinginevyo. Kisha ndani ya hekalu kuliwekwa sanduku la agano ambalo lilikuwa na mbao zenye amri 10 zilizotolewa na Mungu kwa Musa kwenye mlima Sinai. Sasa badala ya watu kwenda kuabudu katika hema, walikwenda kuabudu katika hekalu hilo. Miaka yake 40 ya utawala wake ilikuwa ya amani na watu wake walifurahi muda wote. Walakini anasa ya mashariki ambayo mfalme alijizunguka nayo iligharimu na kuathiri utawala wake. Hapa ndipo utakapoelewa maana ya hili. Unapopata baraka ya kuwa na kila kitu, usitamani kufanya kila kitu, kwa sababu si vyote unaweza ukavitenda na vikatendeka katika ubora uliopaswa kutendeka. Utawala wake mzuri mfalme Suleiman uliisha kwa dalili zenye kutisha za uozo ndani yake. Biblia inasema kwamba mfalme Suleiman akawapenda wanawake wengi wageni pamoja na binti zake Farao, wanawake wa Moabi na Waamoni na Waedomi na Wasidoni na Wahiti na wa mataifa Bwana aliyowaambia wana wa Israeli, msiingie kwao wala wasiingie kwenu, kwa kuwa hakika wataigeuza mioyo yenu kuifuata miungu yao. Hapa ilikuwa ni kwamba Mungu aliweka agano na taifa la Israeli lisioe wala wasiolewe na watu wa mataifa mengine.
yani wawe Wayahudi kwa Wayahudi, lakini isije ikatokea Myahudi akamuoa Misri wala Myahudi akamuoa Mhiti, kwa sababu hayo mataifa mengine yalikuwa bado hayajamjua Mungu wa kweli. Basi Suleiman akakiuka hayo, akaambatana nao kwa kuwapenda. Akawa na wanawake 700 binti za kifalme na masuria 300, na uwakeze wakamgeuza moyo afuate miungu mingine, wala moyo wake haukuwa mkamilifu kwa Bwana Mungu wake kama moyo wa Daudi baba yake. Suleiman akafanya yaliyo mabaya machoni pa Bwana, wala hakumfuata Bwana kwa utimilifu kama Daudi baba yake aliyoyafanya. Basi Bwana akamghadhabikia Suleiman kwa sababu moyo wake umegeuka. Kwa hiyo Bwana akamwambia Suleiman, kwa kuwa umefanya hayo, wala hukuyashika maagano yangu na sheria zangu nilizokuamuru, hakika nitaurarua ufalme wako usiwe wako, nami nitampa mtumishi wako, walakini nitampa mwana wako kabila moja kwa ajili ya Daudi mtumishi wangu na kwa ajili ya Yerusalemu niliyoichagua. Kwamba hapa kama Mungu asingekuwa ameweka agano na mfalme Daudi baba yake pamoja na taifa la Israel, basi hapa Suleiman alikuwa amelisambaratisha kabisa taifa la Israel, au unaweza kusema hata mwanae asingepata au kurithi ufalme wake kabisa. Basi wakati wa utawala wa mwanae Suleiman ambaye aliitwa Rehoboamu, watu waliasi nyumba ya Daudi, na karibu makabila yote ya Israel yalijitenga na nyumba ya Daudi. Kulingana na Biblia, hii ilikuwa adhabu kwa ajili ya dhambi za Suleiman. Baada ya kifo cha mfalme, ufalme uliounganishwa wa Israel na Yuda ulivunjika na kuwa majimbo mawili huru, Israel na Yudea. Kwa hiyo hapa yale yote aliyoyatenda Suleiman enzi za ujana wake kwa kumpendeza Mwenyezi Mungu na kumsifu na kutenda yaliyotukuka, lakini mwisho wa safari yake haikuwa njema. Yaani unaweza kusema ni kwamba dakika za jioni mfalme Suleiman akazamisha jahazi. Kuna mengi tunayojifunza kutoka kwa uhai wa Suleiman. Awali, tukimtafuta Mungu kwa imani tutampata. Pili, wale wanaomthamini Mungu atawathamini pia. Tatu, Mungu atatujalia kutimiza aliyotuitia ikiwa tutamwegemea yeye. Na 4, kuishi katika imani ni mbio, si polepole, ila kuanza kwema si kutamatisha kwema. Yaani ni kama mbio za marathon. Kuanza kwa kasi haimaanishi utakuwa wa kwanza kufika au utamaliza ukiwa mshindi. 5, walio wandani wetu wataathiri uhai wetu wa kiroho, hivyo tunafaa kumakinika na wale tunaowaenzi na kuwaweka karibu yetu. 6, na tamati, uhai mbali na Mungu utakuwa usio na maana. Yaani kuwa hai unaishi haumtegemei Mungu, hilo ni sawa na mfu. Labda nikwambie kitu usichokifahamu. Mungu hana upendeleo, na wala si mapenzi ya Mungu kamwe kwamba mtu yeyote atende dhambi, lakini yeye huturuhusu kufanya maamuzi yetu wenyewe. Kwa hiyo maamuzi na matokeo ya matendo yako ni ya kwako mwenyewe, wala si Mungu amepanga. Na hadithi hii ya Suleiman ni somo la nguvu kwetu kwamba hailipi kutokutii. Yafaa kutii na kutenda yale Mungu anayotuagiza kutenda pindi ya uhai wetu. Suleiman alifikiri kwamba kuwa na uwake na masuria 1000 kungemletea furaha, lakini la hasha, sivyo. Katika kitabu chake cha Mhubiri anasema, mito yote huingia baharini, walakini bahari haijai. Huku ienda kwa mito ndiko irudiko tena. Yote unayoyaona yamejaa uchovu, na jicho halishibi kuona, wala sikio halikinai kusikia. Yaani hapa maana yake ni kwamba moyo haujawahi kutosheka, tamaa haijawahi kumuacha mwanadamu, bali tu yapaswa kutambua kwamba hayo yote unayoyaona ni yale yale, wala hakuna jambo jipya chini ya jua. Suleiman mwenye hekima alihitimisha kwamba maisha yake ya kujifurahisha hayakuwa na maana, ambapo alieleza kuwa, nimeona kazi zote zifanyazo chini ya jua,
na tazama, mambo yote ni ubatili na kujilisha upepo. Na katika kitabu chake cha Mhubiri kinamalizia kwa onyo kwamba Mungu ataleta kila tendo hukumuni. Yeye ndiyo wakili na mwanasheria wa haki ambaye atatuhukumu kwa kadiri ya matendo yetu. Maisha ni fumbo, methali na kitendawili ambacho majibu yake huenda anayoyajua ni Muumba pekee. Ninaweza pia nikasema maisha ni kama hesabu, unaweza ukapatia jibu na usijue njia. Yaani majibu na njia zetu tunazopita yote anayajua Mola. Kufikia hapo nafikia tamati ya simulizi na hadithi hii nzuri ambayo ina mafunzo mengi ya Mfalme Suleiman, mfalme aliyejaliwa kila kitu na Muumba wake, mfalme aliyejaliwa mali, akili na vyote vizuri katika huu ulimwengu. Haijawahi kupata mfalme yoyote katika huu ulimwengu kuwa kama mfalme au kupambwa kama alivyopambwa Mfalme Suleiman bin Daud. Aliyekuandalia hadithi hii na aliyekuhadithia ni mimi Shalom Lazaro. Nikutakie asubuhi njema. Sabah al-Heri, Boker Tov. Hadi siku nyingine na wakati mwingine. Safina.